Ndugu wanaimaya, kabla sijamtambulisha mlisi wa mfalme, nina haya ya kuzungumza. Baada ya msiba mzito wa mfalme, mizimu ya ufalme wa jua imeamuru Atuganile na Yatunga watengwe. Tabiri. Naam. Hivi tunaanzaje kuwaambia wanahimaya habari za kifo cha mfalme? Ni kweli hatuwezi kuwaambia wanahimaya moja kwa moja. Lazima kwanza tupate ufumbuzi. Ninapaswa kwenda mibalani, kwenda kuangalia ni nani anafaa kuwa mlisi. Sawa mtabiri. Lakini je, vipi kuhusu mimi? Sintaonekana mzaifu? Nilipaswa kumlinda mfalme. Haupaswi kufikiria hivyo. Kile kilichotokea miungu ilitambua. Kijana wangu, usiwe na wasiwasi. Wacha niwahi mibalani. Naomba ukamlete binti akiwa amevaa mavazi ya heshima na maua ya himaya hii. Usimame nawe pembeni yangu. Mwana wa mfalme, miungu imeongeza thamani ya mawe. Sawa mtabiri wangu, nini napaswa nifanye? Mwana wa mfalme, unapaswa kufuata nyayo za baba yako. Lakini yakupasa uingie ndani ya hiki chungu ukatizame thamani ya mawe ni mangapi. Samahani mtabiri wangu. Nilisikia ukimwambia mwana wa mfalme kwamba thamani ya mawe imeongezeka. Hivi ni mawe gani hayo? Kijana,
wewe umekuwa mtu wa kwanza kuulizia hayo mawe. Mawe haya ni miungu yetu, na mawe haya hutafutwa sana na watu wa dunia nyingine, na haya mawe hutamaniwa sana. Kwa hiyo haya mawe ni miungu yetu, lakini haya mawe ukiyachukua ukayapeleka dunia nyingine utapata thamani ya noti ama pesa. Lakini mimi nimezaliwa hapa hapa na sijawahi kusikia hiyo habari ya hayo mawe na sijawahi kuyaona. Hivi naweza kuyaona? Usijali. Haya ndo thamani ya mawe. Nimeona mtabiri wangu. Haya ndo mawe ya thamani. Usiweke tamaa yoyote katika mawe haya. Sawa? Sawa mtabiri. Nimekuelewa. Asi haina shida. Mfano mzuri ni yule binti aliyefika hapo. Yule binti ni wa dunia ya mbali. Sawa mtabiri. Lakini kama ni wa dunia ya mbali, amewezaje kufika katika himaya yetu? Milango mibarani ilikuwa wazi, si kwa kufanya tambiko. Na huyo binti hakuwa mmoja, walikuwa wawili. Na huyo mmoja alimezwa na nyoka. Mtabiri, mnaweza kuona huo mlango wa hiyo dunia nyingine? Nawe usiwe mwingi wa tamaa. Zama mlango huu ni hapa. Kijana, huyu ni nani? Huyu ni wale binadamu uliosema wa dunia nyingine. Niliamua kwenda kule ili kwenda kuona dunia hiyo ni ikoje. Na nimekuja. Hapana, ni makosa makubwa sana uliyoyafanya. Ni makubwa sana. Tunaweza tukaangamia muda wowote hapa. Hamna ulichokifanya. Vipi? Amekasirika. Huyo ndo mzee wa mibalani kwetu. Na ndo mtabiri. Na vipi dhahabu ziko wapi? Kuhusu dhahabu usijali. Ndio eneo la mibalani. Hayo nayo ndio yale mawe ya thamani ambayo nyinyi kwenu huko mnaita dhahabu. Hapana. Uruhusiwi kushika hapo. Kwa nini? Ni hatari. Fuata utaratibu. Wewe ni mgeni wa himaya hii, kwa hiyo huwezi ukashika hapo. Mimi nimekuleta hapa ili uombe chochote kitu kiweze kwenda kutokea katika himaya yenu. Unaweza ukaweka chochote kitu hapo, aidha hata sarafu cha thamani, chochote kile ulichonacho, ili uweze kuyapata hayo unayotaka kuyaomba. Nimaliza kuiomba mizimu yenu. Sawa. Naweza tukaondoka. Napaswa kuongozana kwenda mtoni. Haya, tuondoke.
Baba, msaada jamani, msaada! Atunga! Mpenzi wangu! Nisubiri nakuja. Mimi nikajua nimekupoteza mpenzi wangu, kumbe bado upo. Niko hapa. Inasemekana kule upande wa juu kulitokea matatizo. Inaweza kuwa kweli wale watu wametoka upande wa dunia nyingine. Unajua siku ile nilivyoona wale watu niliogopa. Si wale watu ndo natoka dunia ile nyingine. Mabinti, sasa mnaweza kabeba kuni ukachemsha maji ya mfalme. Sisi tunakwenda kupanda milima, tunaenda kutafuta dawa ya mfalme, hali yake sio nzuri.